Kwa kule mtaani zamani, wakati tunaishi mtaani, kulikuwa kuna magonjwa sugu. Yalikuwa yanaitwa gono, amina naitwa kaswende. Amen. Kumbuka nafundisha ulimwengu, amina nafundisha watu ambao wameokoka na hawajaokoka, amina Sasa yale magonjwa ili uweze kuyatibu, hauwezi kumtibu mtu mmoja mwenye gono. Yaani kama mtu ana gono na kaambukizwa lile gono, ni lazima unapomtibu yule mwenye lile gono aje na mwenzake mwenye gono, kwa sababu utamtibu mmoja lakini wakija kutana tena maambukizo yako pale pale. Hawajanielewa Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa kwenye kutibu lazima utibu wote, kwamba tatizo tayari unalo. Sasa kamlete na mwenzako, na kesha kuja mtibiwe wote, muondoke wote mkiwa mna dozi. Na Yesu Kristo alikuja kutibu ugonjwa wa dhambi, amina alivyotambua kama huyu mama Msamaria kaisha kuwa kahaba, amesha kuwa na waume zaidi ya mmoja. Anapotaka amsaidie, alisema nenda kamlete mumeo. Amen. Nenda ukamlete mmeo, nenda ukaje na mme wako. Maana yake haya nitakayozungumza, kama asiye ingekuja naye, unajua Biblia hapo imetuficha kidogo. Kama yule mwanamke ingekuwa kichwa ngumu kama ilivyo leo vilivyojaa ndani ya watu, akaenda kweli akamleta yule mwanaume, si yule mwanaume angeambiwa nini na Yesu? Amina. Angemwambia wewe, sikiliza, unapoteza muda hapo ulipo, sio pako. Huyu jamaa, huyu mwanamke huyo ana wengine wako huko, aliyeshakana wanaume wengine, wewe na wewe atakuacha. Si Yesu angeongea hivyo eti? Bwana pesa kwa sababu akasema nenda ukafanyaje, ukaje naye. Sasa huyu akakataa, akasema nilie naye nyumbani, sio mume. Amen. Kwa sababu wengi wanafahamu unaweza ukaishi na mtu kumbe kuna kitu na kitaka kwake. Kwa hiyo hawezi kujifunua kama ndiye. Kwa hiyo wewe unajua kabisa huyu nataka nimpige mpaka sehemu fulani, huyu nataka nimpige mpaka nifanyie kitu fulani. Sasa Kristo atakutana na yule mwanamke aonaye mbali, akasema nenda